Unapowasikiliza wale waliotangulia, waliotimiza ndoto zao, unagundua jambo moja la msingi. Mafanikio hayaji kwa bahati. Kuna safari, kuna kujifunza, kuna kujitoa. Tazama, waliamua kutumia kile walichonacho, wakakipa thamani, wakakifanyia kazi kwa bidii na uadilifu. Na leo wameacha alama kwa jamii. Hii ni Mtu wa Watu ya Legit TV. Tunakuunganisha na yule mtu bora kabisa unayetaka kuwa. Na Mtume. Karibu. Asante sana. Amen. Asante. Mungu akubariki. Asante, amen. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana amen. Asante sana. Nashukuru sana. Amen. Naona hapa mahali pazuri sana. Bwana mahali hapa baraka. Ndio, Mungu ametupa neema. Kabisa. Ni baraka. Mimi sikuwa na mawazo kwamba naweza nikaje na kutoa mahali pamependeza namna hii. Tangu lini hapa G7? G7 Wonders. Okay. Tangu lini hapa? Tumefungua mwaka 2021 ndio tumezindua. Ndio. 2021. Ndio. Pamoja na hizi pirika nyingine, unakuwa na mawazo kama haya ya shughuli za biashara namna hii? Kabisa. Unajua Mungu akikupa kitu. Ndio. Mungu ni Mungu wa kuongeza. Ndio. Kwa Mungu anapokupa kitu, anakuwa akupi tu kitu nusu. Ndio. Anakupa kwanza unapofanya huduma tu. Ndio. Huduma ni biashara kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ndio. Lakini pia katika ufalme wa Mungu. Ni kweli. Ni kutoa watu ufalme wa giza. Ndio. Kuwaleta ufalme wa nuru. Ndio. Kuwaongeza katika ufalme wa Mungu. Lakini muda sasa. Muda ndio maana unajigawa namna gani? Hasa kinachokuwa kuna kitu kama hiki inabidi kidogo mara kwa mara umefuatilia, pamoja na kwamba nafahamu utakuwa kuna watu unawaamini ambao kwa kiasi kubwa ndio wanaendesha biashara. Ndio. Lakini lazima macho yako na ushauri wako, kwanza maono ya kwanza, ndio mpaka kitu kisimame, ndio waweke watu, ndio kwanza maono ni kitu ambacho mtu anakuwa nacho ndani, ili akitoa nje watu wengine wakifanyie kazi na unaweka watu, ndio maana yake kinahitaji muda pia kutafakari. Ndio. Sasa niseme mambo mengi ni neema ya Mungu. Ni kweli. Kwa sababu huduma yetu sisi unafanya full time, umeitwa na Mungu. Lakini unapokuwa Mungu amekupa nafasi ya kuwaza tofauti, ndio ni jambo la baraka. Hapa ni G7 Wonders. Vizuri. Hapa ni mapokezi. Ndio. Lakini Mungu anapokuwa amekupa nafasi ya huduma, ndio anakuwa amekupa uwezo wa kuona mbali. Ndio. Kwa mfano unapokuwa na maono, huwezi kuwa nafundisha tu watu, lakini lazima pia uonyeshe. Ndio, ni kweli. Mara kwa mara wakati unapokuwa unahutubia zile hadhara, wewe unazungumzia sana vitu hivi. Ya mafanikio mafanikio, kwa sababu mwekezaji wa kwanza ni Mungu. Mungu ndiye aliyewekeza kila kitu. Hivi vitu vyote tunasema watu wawekeze, wafanye, vyote ni vya Mungu. Biblia inasema dhahabu na almasi na vitu vyote vijazavyo dunia ni mali ya Mungu. Na watu wawekezaji wote wanatoka Ulaya na kuja, lakini tunasema ni mali ya Tanzania. Lakini hakika ni mali ya Mungu. Sasa Mungu pia anapokuita kama mtumishi wake. Kumbuka Mungu anahudumia watu wote, lakini bado ana muda wa kuangalia mpaka sisimizi. Wala mnasikia mara kwa mara unakuja Mbeya. Sasa Mbeya unakuja zaidi kwa sababu ya investment kama hii, au kwa kuwa ni nyumbani, kwa sababu pia unakuja kwa masuala ya familia na vitu kama hiki? Mbeya nimekuwa nikija hata kabla sijajenga biashara kama hii. Ndio. Nimekuwa nikija mara kwa mara. Na kama unafahamu, huwezi kusahau nyumbani. Kama Mungu amekuita, amekupa neema, huwezi kuishia tu huko, lazima kwenu pia wapate neema hiyo. Ndio. Na vile uwekezaji. Kwa hiyo baada ya kujenga na kuanza hizi uwekezaji, nimekuwa sasa nikija mara kwa mara zaidi. Kipindi cha nyuma nilikuwa nakuja kwa mwezi mara moja. Sasa naanza baada kila wiki mbili nakuja. Sana hizi biashara kuna watu wanasimamia. Lakini mimi napenda kupata muda wa kutulia. Na siku 3 kila wiki za karibu kila wiki ambapo tunakutulia ni siku 3. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi lazima nirudi Dar es Salaam. Kwa hiyo na vile huko Mbeya kuna sehemu ambapo tunaandaa la maombi ya watu wote. Ambalo ukitaka kutulia, nafikiri kesho ukipata muda tutakupeleka uone. Kuna maji moto yanatoka chini. Ukitaka kutulia usiende, yani mtu ajue haupo, ni kule. Ndio. Ukitaka kuandika vitabu ni kule. Kwa hiyo ninapenda. Kama hapa unaonekana hapa pia mtu ukitulia hapa ubunifu wako wote unakuja. Kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa sababu
Mimi napenda hiyo. Napenda eneo lilotulia ili kupata muda wa kutulia. Mara zote nilikuwa nakuja Mbeya. Ninaingia hapa Mbeya, ninakaa labda na fedha nikafikia hoteli yote ninayotaka. Lakini bado nilikuwa natafuta radha fulani ambayo nilikuwa naitaka. Ndio. Nikasema kwa nini nisifanye? Kwa nini nisifanye? Kabidi nianze kuwekeza kwamba nijenge. Ningeweza kujenga nyumba ya kuishi. Kwamba labda niwe nafikia nyumbani kwangu. Lakini nikasema kwa nini nisijenge two in one? Kwamba naweza nikafikia watu wengine wanaweza kufikia na ikaingiza kipato. Inakuwa ni baraka. Ndio. Katika hadhara zako, kwa hiyo unadhani watu wengi wa Mbeya wana mvuto na wewe, au unadhani ni Dar es Salaam au ni wapi katika Tanzania au popote pale ambako unakwenda unadhani una wafuasi wengi, una mvuto, una watu wanapenda zaidi? Tunaijua ile ya pale Kawe. Sasa sijui kama ina mahali kwingine ambako unaweza kulinganisha. Nadhani watu wanaofuatilia TV na redio zetu na mitandao. Na hata huko nafikiri wakati mwingine tutawapa vitu vingine mpata. Kila mkoa wa Tanzania Mungu amenipa neema. Na kila mikoa kila mwaka ni mwaka jana tu nimezunguka kwa kikanda. Mwaka jana nilienda kikanda, sikuenda kimikoa. Lakini kila mwaka nazunguka mikoa kadhaa. Kama mwaka juzi nimezunguka mikoa zaidi ya 16. Pia mwaka ule uliopita kabla mwaka juzi tulizunguka mikoa zaidi ya 16 pia. Kwa hiyo mingine mwaka juzi nilirudia mingine. Kwa hiyo mikoa ya Tanzania ambayo sijakanyaga na bado watu wanalia tunaomba uje ni Simiyu. Nafikiri ni mikoa kama miwili hivi. Simiyu ni mmoja wapo. Na Zanzibar ndio sijafika. Lakini mikoa mingine karibu yote nimekwenda na nimefanya mikutano. Na sasa hivi tunaanza kupita wilaya kwa wilaya. Tutaanza kupita wilaya baada ya wilaya. Na tukianza mizunguko hiyo watu vyombo havirudi Dar es Salaam. Na ile timu yetu ya watu zaidi ya 100 na kitu. Na mabasi na kila kitu, magari hairudi Dar es Salaam. Ila mimi nafika na ubiri Jumamosi usiku na Dar es Salaam. Kama ni sema ambayo haina ndege na vitu kodisha ndege. Lakini lazima Jumapili niwe Dar es Salaam. Jumapili asubuhi. Sawa. Sasa Mtume, mimi ningefurahi kama unaweza kuniambia hadi kufikia katika hali hii mwanzo wake ulikuwa nini, kujikuta hatimaye umefika sasa kuanza kutoa neno hili na hatimaye kupata mvuto huo? Labda udipe tafsiri hiyo ya wito ambao tuweze kuielewa ina maana gani. Ni story ndefu sana ambayo si vibaya, niko tayari kusikiliza kiasi. Labda tuende maki alafu tuongee. Ndio. Maana yake wito ni kitabu. Ndio. Wito wa Mungu ni kitabu. Ndio. Ambacho cover lake linaweza likawa linaonekana halina rangi nzuri. Ndio. Lakini ndani ni kuzuri. Ndio. Halina rangi nzuri. Ni cover. Unajua Mungu yuko hivi. Ndio. Sisi tunapoandika vitabu tunatamani kutafuta cover ambayo itavutia. Ndio. Cover ambayo itavutia. Ili kila mtu afungue. Kama kitabu kingine cha kawaida. Ndio. Kila mtu anatafuta cover ambayo itafanya mtu afungue. Itaweza kutoa mvuto, ndio. Na neno ambalo litafanya mtu afungue. Lakini Mungu hayuko hivyo sasa. Ndio. Mungu anaweka cover ambayo alivutia. Ndio. Lakini ndani yake ni zaidi ya mvuto. Ndio maana sasa hivi unapoona watu wengi wanavutiwa, cover yake haikuvutia. Okay. Cover yake haikuwa nzuri. Ndio. Na ndivyo ilivyo. Okay. Katika ufalme wa Mungu. Ndio. Hata Yesu alipokuja duniani, Biblia inasema alikuwa hana sura wala hana mvuto ili watu wamvutiwe na yeye. Ndio. Lakini alikuja kukomboa watu. Na mwisho wa yote yeye ndio amevuta watu wengi. Ndio. Na ndio amewaleta watu kwa Mungu. Ndio. Na pasipo yeye hakuna mtu anafika kwa Mungu. Ndio. Ndivyo ilivyoandikwa. Sasa historia ya huduma kila mahali. Ndio. Kipindi hicho nacho hizi hiki sasa hivi. Ndio. Cover inaweza kawa zinaonekana ni nzuri lakini haikuwa hivyo. Ndio. Haikuwa hivyo. Karibu. Asante sana. Nashukuru. Ndio. Asante sana. Ndio. Kwa hiyo huduma ndio ni cover ambayo haivutii. Lakini ndani ni kitu chema kuliko vitu vyema. Sawa. Kwa sababu mimi mwanzo wangu nilikuwa kijana tu hapa ndio kwetu Mbalizi.
Ndio. Nimekulia hapa, nimezaliwa hapa, nimesoma hapa. Ndio. Sawa, ndio unasema ulikuwa hapa Mbalizi hapa ndio shule mpaka umezianza. Yes. Na ujana wote hapa. Ndio. Sasa nimeenda nikatoka hapa kwenda Zambia kusoma kwa kufanya biashara. Okay. Baba yangu mimi ni alikuwa mfanya biashara wa Zambia. Ndio. Tumekuwa sisi akiwa anafanya biashara Zambia, sisi tuko hapa. Ndio. Na alikuwa na biashara zake Zambia. Sio biashara za hoteli. Biashara za kutoa vitu Zambia kuleta Dar es Salaam. Okay. Kutoa Dar es Salaam kuleta Zambia. Kupeleka Zambia. Ndio. Sasa mzee wangu akawa ametamani kunichukua niende. Kanichukua nikaenda Zambia. Nimeenda Zambia. Yeah. Labda Mtume nikukatishe kidogo hapo. Ndio. Umezungumza habari za mzee kwamba amekuchukua. Labda ni familia yenu ninyi mko wangapi? Labda tu kidogo basi tukajisahau hapo kidogo. Mpaka kufika mzee naye bila shaka na wengine pia, lakini katika hali hiyo familia yenu ikoje? Mimi ni mtoto wa pili katika familia ya mzee wangu, na familia yetu ambaye alikuwa mzee nani? Mzee Godwin Mwasomola. Yeah. Ambaye mimi jina Mwamposa sio jina la baba, sio jina la ukoo. Okay. Ni jina la babu yangu. Aha. Babu yangu alikuwa mzee wa kanisa, alikuwa kiongozi wa dini hapa. Ndiyo. Kwa muda mrefu. Na mpaka kanisa alikuwa anaitwa kanisa la Mwamposa. Ndio. Na nikiwa mdogo watu walikuwa wananiita jina la babu yangu, na nikaenda kujiandikisha shule mwenyewe nikajiita kwa jina hilo ambalo ni Boniface Mwamposa. Ukiona ndugu zangu wote ndio hawaitwi Mwamposa. Ndio. Wanaitwa Mwasomola. Hata mzee wangu anaitwa Godwin Mwasomola. Lakini kwa nini naitwa Mwamposa? Watu walikuwa wananiita jina la babu yangu. Na babu yangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu kwa muda mrefu hapa. Kwa hiyo mzee wangu ndio aituzaa, tuko watoto 9. Na tumekuwa katika familia yetu, na mimi ni mtoto wa pili. Mmoja wa kwanza ni wa kike, ni dada yangu. Ndio. Na asante. Ndivyo tulivyo. Ndio. Tumezaliwa hivyo, na ikatokea mimi nimeitwa na Mungu. Sawa, turejee sasa uko Zambia na mzee kwenye biashara. Mzee wangu alichukua kupeleka Zambia. Nikaenda Zambia kwa kufanya biashara. Na babangu alikuwa ameniajiri. Ndio. Kwenye biashara hakunipa mtaji, aliniajiri kwanza. Ndio. Na hajawahi kunipa mtaji. Ndio. Aliponiajiri nikakaa chini yake pale nafanya biashara na nilipa mshahara. Ndio. Mshahara wangu ule aliyokuwa ananilipa, nilianza kumpa mzigo, na mimi nanunua mzigo nampa, ananipelekea Dar es Salaam ananiuzia. Na nilishia, na mimi nikawa na mtaji mkubwa. Ndio. Kisha nikamtafutia mtu mwingine asimamie biashara zake, mimi na mimi nikaanza kwenda Zambia. Ndio. Tanzania. Sasa nilipoenda Lusaka kuna biashara nina kufanya kule. Ndio. Nikakutana na kakaangu mmoja aliyeokoka akanishuhudia. Ndio. Nilikuwa sijaokoka kipindi hicho. Akanishuhudia habari za Mungu. Ndio. Nikaenda kanisani nikaokoka. Uliokoka Zambia? Zambia. Nikaokokea kule. Ndio. Nikarudi kwenye mji ambao tulikuwa tunafikia na ndugu zangu na baba zangu. Kitwe. Ndio. Nikamwambia mimi nimeokoka, akaanza kunicheka. Kwa nini wale kucheka? Ulikuwa huko katika mandhari ya kuokoka Mtume. Wasingefikiria. Ndio. Hata hapa Mbalizi. Ndio. Wasingefikiria. Ndio. Kwa sababu nilijulikana kama mtu wa vurugu. Ulikuwa kijana mjini kabisa. Hapa Mbalizi hapa. Ndio. Nilikuwa nipo, sio vurugu sana vile. Ni kijana lakini ambaye mtu hawezi kufikiria kwamba unaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Na Mungu mara nyingi anachukua wale ambao wamekataliwa na watu. Ni kweli. Anawatengeneza. Ndio maana nikakwambia kitabu cha huduma ni kama nje hakina rangi nzuri. Sasa nikaokoka, nikarudi Kitwe kuambia, wakanicheka, lakini ndani yangu nikasikia kabisa nimebadilika. Wakaanza kusata, walifurahi huko wanacheka, lakini walifurahi kwa sababu waliona nitabadilika. Sitakuwa na mambo mengine ya ovyo. Lakini baadaye nikawa nimetafuta kanisa pale Kitwe na kusali. Nikawa nakuja Tanzania,
ninaenda kanisani. Ile lugha ya kule Kizambia unaimudu? Naimudu kwa sehemu. Aha. Kwa hiyo ulikuwa unasali kwa lugha ya kule? Kwa lugha ya kule, Kiwemba. Kiwemba, ndio. Na wanatumia Kiwemba na Kiingereza kule. Aha, ndio. Sasa nikawa narudi hapa naenda Zambia lakini nikawa mfanya biashara mzuri tu. Baba yangu alikuwa hajanipa mtaji, nitafuta mtaji kupitia pesa nao nilipa. Ndio. Kwa baba yangu alijua nina kichwa cha biashara. Na familia na ukoo wangu walifurahi kwamba nikirudi na kuja na vitu. Sasa kilicho waudhi ndio ni pale ambapo Mungu aliponiita sasa kwenye huduma. Kwa sababu katika kipindi kile ndio ilikuwa mtu akisema nimeitwa na Mungu, watu wengi wanamcheka. Ni kweli. Kwa sababu inaonekana watu wachovu duniani ni wachungaji. Watu ambao hawana kitu, hawana future ni wachungaji. Lakini mimi nikiwa nikisoma Biblia naona watu ambao wanatakiwa kuwa juu duniani ni watu wa Mungu. Lakini unaweza ukashindwa kuwa juu kwa sababu ya kukosa kuelewa nini Mungu amesema. Sasa mimi nilipoitwa na Mungu alinifundisha siri. Na nilikuwa najiuliza maswali, kwa nini watu ni maskini? Kwa nini wachungaji wa maskini? Mungu akanipa maandiko kwamba sio yeye kuwafanya watu wa maskini. Ukifahamu ukweli utakuweka huru. Ndio Mungu akaanza kunifundisha jinsi ya kumwamini, kwanza katika neno lake, katika kumtolea, katika kumwamini katika kipato ulicho nacho. Unapozungumza kwamba Mungu alikufundisha, Mungu alikuelekeza, Mungu alikwambia, ni kwa vipi? Manake kama ingekuwa tuseme uko kanisani hapo tungesema sawa, uko labda kwenye chuo cha kujifunza mambo ya theolojia tungesema hivyo, lakini sasa unapozungumza kama Mungu ameniambia, Mungu amenielekeza. Nataka wewe ndugu Tido Mhando, mheshimiwa, nataka uelewe kuna darasa la Mungu na kuna darasa la binadamu. Ndio maana mtu anaweza kufanya mambo makubwa katika huduma, sio yule alianza na theolojia na kwenda kusoma kwenye vyuo. Haitokei hivyo. Mtu ambaye anaweza kufanya mambo makubwa na dunia ikatikisika, kuna chuo cha wanadamu na kuna chuo cha Mungu. Sasa mimi hapa nikikwambia chuo cha wanadamu nimeanza kukitumia sana ni kwa ajili tu ya kuweka sawa tu karatasi, lakini sio kwa ajili ya mambo mengine. Chuo cha Mungu kiko hivi. Ndio. Cha kwanza ni kanisani, watumishi wanapofundisha, Mungu anasema na wewe. Lile neno linafundishwa, kuna watumishi sahihi ambao wanaongea na wewe neno la Mungu na ukajua hapa Mungu anasema ni kitu gani. Cha pili, Mungu anasema na wewe kwenye moyo wako kupitia neno lake. Unaposoma maandiko ya Biblia hii, maandiko yakiwa yalivyo ni kama mwili usio na pumzi. Lakini maandiko yakiachiliwa Roho Mtakatifu yako hai, yanaongea kabisa. Kwa unaposoma unajua kabisa hapa Mungu anasema nini na mimi. Hapa Mungu anasema na mimi. Lakini ni vitu ambavyo kabla hujaanza kujifunza hivyo lazima ukae chini ya watumishi. Lazima ukae kanisani. Lazima kuwe na viongozi wanaokufundisha neno la Mungu, ambao unawasikiliza na unawatii. Na wanachokuelekeza unachokifanya. Baadaye Mungu naye anaanza kusema na wewe pia. Sasa Mungu anasemaje? Kupitia neno lake ndio namba 1. Ya pili, Mungu husema kupitia ndoto. Ni aina nyingine. Ya tatu, Mungu husema kupitia maono. Ya nne, Mungu husema kupitia sauti ya ndani. Unasikia kabisa huyu anayesema na mimi ni Roho wa Mungu. Lakini hivi vitu vyote, kwa nini watu wanachanganya navyo? Wanachanganya ni kwa sababu kutokujua neno. Kwanza lazima ujue maandiko yanasema nini. Kuna kitabu naandika kinaitwa Hatari ya Mafunuo Pasipo Neno. Mafunuo ni ndoto, unabii, maono, kusikia sauti ya ndani. Ndiyo. Lakini maandiko ni neno. Lakini ili ifanye kazi juu yako unahitaji Roho wa Mungu. Kwa hiyo niseme kwa ufupi, hii ni kitu kirefu sana. Ndiyo. Lakini niseme Mungu husema kwa njia nyingi. Na ukiona mtumishi amefikia mahali kuna chuo chake. Ndiyo. Yaani kuna vile wanadamu wanakufundisha. Mimi nimepita kwenye chuo cha Mungu kwa muda. Kwa sababu chuo cha Mungu sio tu mafundisho ya kusikia. Ndiyo. Hata mapito unayopitia. Mungu anakuchonga, anaondoa kiburi ndani yako. Ndiyo. Anaondoa majivuno ndani yako. Ndiyo. Unabaki wewe na Mungu sasa. Kuna hali yote ya majaribio ambayo katika wakati huo wa process hiyo unajikuta unaingia katika challenges ambazo labda saa nyingine unajiona kama unataka kukata tamaa hivi? Nyingi sana.
Mimi nilipoitwa na Mungu, kwa nini walinicheka? Kwa sababu ilikuwa ikionekana ukiitwa na Mungu ni maskini. Na mimi nilipoitwa na Mungu nilifundishwa kitu. Sikutaka kuendelea na vitu vyote vinavyoendelea, nilitaka kuwa full time kama Mungu alivyoniita. Niliacha kila kitu. Nilikuwa nafanya biashara za hela nyingi tu. Nikabaki na t-shirt na jeans na kiatu tu. Nikaja kukaa pale Dar es Salaam. Kila mtu aliniona nikichaa. Hata wazee wangu kaa nao, utamwona mzee wangu kama atafika hapa. Ndio. Atakuhadisia. Waliniona nimechanganyikiwa. Na kwa sababu walijua kweli nilikuwa na biashara. Ndio. Nilikuwa nakuja hapa kwa muda mfupi na unakuja kila mtu sasa hivi una akili kweli. Unaacha biashara. Ndio. Sasa hili ni zoezi moja wapo la chuo cha Mungu. Kufunika sauti za watu, kuacha sauti za watu na kusikia sauti. Kwamba watu wewe mwenyewe hukujiona kama kweli ulikuwa umechanganyikiwa kwa sababu ulikuwa umeshazoea aina fulani ya maisha. Na sasa unajikuta unaamua katika hali ambayo kwa kweli kama hivyo mpaka ndugu zako wanakucheka hakuna wakati ulijiona kweli kama nimechanganyikiwa kweli Mwamposa wewe nimechanganyikiwa? Hapana, Mungu akishakufundisha neno unajua kabisa huyu ni Mungu ameniita. Na sauti za watu hazijui. Yaani hawa watu hata wakipiga kelele ni kwa sababu hawajui mimi nimeitwa. Mimi ndio najua Mungu ameniitia nini. Kwa hiyo mimi najua niko sawa. Lakini unajua niko sawa. Cha kwanza ili ujue uko sawa, usifanye jambo kwa kujiamulia sana. Lazima uwe na watumishi wa Mungu walio mbele yako ambao wanakushauri. Kwa sababu unaweza kaenda bila watumishi walio juu yako, adui shetani na akaingia. Kwa sababu wewe unakumbuka habari za Yesu. Ndio. Alifunga siku 40. Badala ya kuongea Mungu akaongea shetani. Ndio. Sasa katika roho yupo Mungu, yupo shetani. Sasa hilo ni somo kubwa sana ujue ni Mungu anaongea. Ndio. Huyu ni shetani. Ndio. Lakini mara zote Mungu anasimama kwenye neno lake ambalo ni Biblia, Bible takatifu. Sasa nimekaa kwa kipindi kirefu pale Dar es Salaam nikijifunza huduma chini ya mtumishi wa Mungu. Na Mungu alinisukuma niende nikakae chini yake. Yupi huyo? Bishop Apostle Maboya. Ndio. Danstan Maboya. Nimekaa pale. Nimekutana na watumishi wengi sana. Zambia nilikuwa na watumishi mababa walionisaidia. Lakini Mungu alinisukuma niende nikakae chini ya Bishop Maboya aniree kwa muda wote. Nimekaa chini yake. Mpaka leo niko naye. Ndio. Ni kiongozi wangu. Ndio. Ni baba yangu. Ndio. Ambaye unaweza akakuita akakwambia kaa hapo. Ndio. Usiende hivi, nenda hivi. Ni jambo la muhimu sana na kwa kila mtumishi hilo. Ndio. Wengi sana wanapoteaga kwa sababu hana mtu anayeweza kumwambia kaa hapo. Usifanye hivi, nenda hivi. Ndio. Hapo unakosea. Ndio. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba huo ndio ukawa kama ndio mwanzo halisi wa njia hii ile kufikisha hadi ulipo sasa hivi. Wito huu ndio mwanzo halisi. Nimekuwa nilipokuwa nimeamua kuacha nikaja hapa Mbeya. Ndio. Nikaenda Dar es Salaam. Nikiwa nimeacha huku nimeacha gumzo kubwa hapa kwa sababu wengi walinijua ni mfanya biashara. Gumzo kubwa, huyu mtoto amechanganyikiwa. Na hata kwenye gereji ambazo nilikuwepo zamani, amechanganyikiwa. Nikaenda Dar es Salaam nikaa chini ya huduma, nilikuwa natembea kwa mguu, sina hata nauli. Sina hata shilingi. Tunaishi. Lakini najifunza neno. Ilikuwa ni chuo kikubwa sana cha kujifunza kwa Mungu. Neno, maombi, nasimama katika ninasikia wito mkubwa. Na kipindi cha wito kama hicho hata upitie kipindi gani, Mungu anakupa amani na upita. Haiangalii vitu, inaangalia. Kwa hiyo ni rahisi watu kukuona leo lakini hawajui wewe umetoka wapi. Nilikuwa natoka wanaojua Mikocheni A. Ndio. Kwa mguu napita huku nyuma ya hospitali ya Mwananyamara. Kairuki Mwananyamara. Ndio. Unakatiza kwenye bonde la linaitwa Uzuri kule. Ndio. Mwanzesi Uzuri kwa tumbo. Ndio. Pale unakatiza ndio unaenda kanisani. Kwa mguu. Kwa mguu. Karibu kila siku. Karibu kila siku. Narudi barani kahamia Magomeni, unakatiza kule Magomeni kule kunaitwa Mzimuni. Ndio. Nilikuwa nakaa kulikuwa na chumba cha shemeji yangu pale. Ndio. Tulikuwa nakaa naye. Napita kule nyuma, napita nyuma ya soko lile la Usalama pale. Natokea tulikuwa na kanisa wakati huo hapa shule ya Mwembe nini?
Mwembe chai. Mwembe chai, yes. Mwembe chai. Tumekuwa pale. Ndio. Tulikuwa nasali pale. Darasani. Ndio. Tunasali darasani. Ndio. Hata mtu angekuja sasa umeacha biashara huko hapo kwenye darasa, angeweza kushangaa. Ndio. Lakini nilikuwa nimeitwa na Mungu. Na wito wa Mungu binadamu yoyote hawezi kujua mpaka atakapoona unaleta matunda. Ndio. Leo hii ndugu yangu, hata baba zangu ukimwambia niache huduma, uko wote utakulaani. Lakini kipindi kile nilipozana naanza huduma, uko wote utalaani. Kwa sababu kitabu chake ilikuwa akisomeki. Lakini mimi nakisoma. Kwa sababu ya wito niliopewa. Ndio. Kwa nimekaa pale, nimejifunza, nikaenda nikaanza mikutano. Kuna kipindi tukiwa pale hapo Mwembe chai. Ndio. Tukaenda kuhubiri mwaka fulani, sio kama nakumbuka. Ndio. The story ilivuma kidogo. Ndio. Tukachukua na mchungaji ambaye alikuwa anatuchunga pale. Ndio. Chini ya Bishop Maboya. Ndio. Na vijana 7 tulikuwa na moto wa injili. Ndio. Tukasema hao machangudoa hawapatikani mchana. Ndio. Na wanapataje injili? Ndio. Mchana hatuwapati, tutawafuata usiku. Ndio. Kwa nia ya kutaka kuhubiria kule wanakojiuza. Ndio. Tukajipanga vijana 7, vijana 6 na mchungaji wetu. Ndio. Kipindi cha biblia za mchungaji wa injilisti tu. Tukaenda. Tulipofika pale kipindi kile ni kipindi cha Mlema. Ndio. Ni 98. Ndio. Mwaka 98. Aha, tayari yuko kwenye upinzani. 98. Ndio upinzani. Kuna vurugu ilitokea. Ikaonekana kutakuwa na maandamano. Kukawa na ulinzi, sisi hatujui. Ndio. Sisi tuko kiroho sana huko. Kwa hatujui kinachoendelea huko. Ndio. Tukajipanga kwenda kule mitaa ya Ohio. Ndio. Kulikuwa zamani machangudoa anakaa huko. Ndio. Tuliposhuka tunataka kuanza kazi yetu, tukawekwa chini ya ulinzi na mapolisi. Wote 7. Ndio. Tukafungwa mashati. Ndio. Wawili. Tukapelekwa mpaka Central. Ndio. Pale Central. Sasa mbaya sana ni kwamba sikupenda sana watu huko wajue kwamba kuna kitu gani kimetokea. Watu wa kumbea anajua kwa karibu. Wao walikuwa wajua hata mimi naishije kipindi hicho. Nimekaa, tumeenda kule polisi saa 6 usiku. Ilikuwa usiku. Ndio. Saa 6 usiku tukawekwa kule ndani. Tukawekwa chini ya meza wote. Meza sio kubwa sana lakini wote mmeshindiliwa huko. Tumekaa pale, wanatoa moja kuandikisha kuweka vidole sio kuandikisha. Lakini sisi tuko wanatoa huko tunachapa injili. Akaokoka askari mmoja anaitwa Juma. Kwani wale mnachapa injili maskari au wale askari sasa? Okay. Wale machangudoa hamkupata nafasi ya kuwapata. Ndio tunataka tuanze, wako hapa wanaonekana. Ndio. Lakini za kushangaza polisi wanatukamata sisi. Ndio. Wanaacha machangudoa. Ndio. Sasa tukasema mbona wanatukamata sisi unaacha wale? Ndio. Tukasema twendeni Central tukaenda. Lakini nafikiri Mungu alitupeleka kwa makusudi. Ndio. Tumeenda pale. Wamechukua habari zetu tunahubiri injili mpaka saa 7 hivi saa ngapi? Akaokoka askari mmoja. Aha. Usiku ule pale. Pale Central. Ndio, pale wanapopokelewa watu. Yes. Kaokoka askari mmoja. Alipokoka askari mmoja, kwa walipotushusha kule chini. Unafahamu pale Central? Ndio. Pale polisi. Ndio. Chini kule kuna vyumba. Kwa nini mlipelekwa huko? Tulipelekwa kule kwenye selo zile. Ndio. Sasa selo yetu sisi wakawa kwa sababu wameanza kutuheshimu. Ndio. Wengine wameanza kuogopa kwamba hao ni watu wa Mungu. Hawakutufungia, kuna makufuli mle kwenye mafu. Ile selo yetu hakufunga kufuli. Tabiri ujisaidie kule, la sivyo utajisaidia huko ndani. Lazima utoke kwenye selo, kuna mahali pa kujisaidia. Kwa sisi hawakutufungia. Kwa kwenye masementi yale tulilala huko. Asubuhi tukaanza kipindi cha gewe. Ndio. Kipindi cha gewe. Ndio. Tukaanza asubuhi kuimba nyimbo zetu za injili. Wakaja askari kutunyamazisha. Baadaye wakatuchukua tena wakatupandisha juu na mnapanda mmechuchumaa. Vyumba vya juu. Ndio. Wakatuandikisha kuchukua tena vidole. Wakatushusha chini. Tukachukuliwa tukapelekwa mahakamani. Ndio. Pale ni Kisutu ile pale na Mnazi Mmoja kwa. Ndio. Kisutu pale ndio palikuwa pabaya zaidi. Kwa sababu tulipowekwa pale ndani ilikuwa ni tuko vijana kama 6, tuko vijana kama 7 pamoja na 6 pamoja na mchungaji. Ndio. 7 pamoja na mchungaji. Kwenye maabusu ya pale dirisha ziko juu. Kwa hiyo tulishindiliwa, watu walikuwa wengi.
wengi sana. Ndio. Kwa hiyo nafasi ni ndogo, lakini pia sehemu ya kujisaidia ndio ni hapo hapo, hakuna choo. Kwa hiyo unajisaidia peupe, kinyesi kiko hapo na nyinyi mmekaa hapo. Sasa sisi unajua ukiwa mgeni ndio unapelekwa kule ndio kwenye eneo la kinyesi huko, ili wewe sasa unakaa unaangalia unaona. kujisaidia. Kulikuwa na sehemu kama mbili, upande huu na upande ule, tukapelekwa huko. Cha kwanza tulichokaa pale, Mungu alitusaidia, tukaanza kuhubiri injili wale vijana. Wengine wana mapanga wameumia, wengine wakaokoka vijana 17. Na wengine tulipomuombea pale ndani, akaitwa ghafla na hakimu, akawa ameambiwa anaachiwa. Karudi ndani kutoa taarifa, jamani mwenzenu naachiwa, nimeombewa hapa. Kabisa sasa tuwe na makundi mawili mle ndani. Walioamua kutukubali, wengine wakaja kutaka hela ya sigara kwetu. Ndio. Wale ambao ni vurugu. Wakataka kupambana, si waanze kutuambia letea hela ya sigara watukabe. Hawa kundi letu wakasema humu ndani mkileta shida tutapakana kinyesi. Hawa ni watu wa Mungu, msiwaguse. Baadaye muda kidogo sisi tukaitwa kupewa dhamana, tukapewa dhamana. Ile kesi mpaka leo msijai kwenda. Hatujaitwa tena. Sijui hata ilisha hapo. Lakini kibaya sikujua kilichotokea, tumerudi nyumbani kwenye geto letu ambako tunakaa, tunasikia vyombo watu wanasha, hata wale wenyeji wa pale sanga, nyie ndio watu tumesikia majina yenu kwenye redio na kwenye magazeti Mzalendo tumeandikwa ndio kwamba walokole wakamatwa wakiwa wanashuhudia machangu doa, na wengine maandika wazururaji. Sasa ikafika habari mpaka huku kwetu. Habari kaenea huko, anasema huyu amechanganyikiwa. Basi mimi nikaendelea kutulia. Baadaye Mungu akanipa kibali, nikaenda kukaa Mombasa, Kenya. Kwa muda kufanya huduma kule. Ndio. Wakati huo nimehubiri sana huku, nikaa nakuja Mbeya na hubiri. Ndio. Naenda Mbozi huko na hubiri, na huku Mbozi miaka 99 ndiko kulitokea jina lile la Bulldozer. Ukisikia Bulldozer. Lilitokea Mbozi. Ndio. Kwa sababu nilienda kuhubiri na rafiki yangu kwenye kanisa moja ambako kulikuwa huo ni mji na wachawi sana. Ndio. Na ambako ukisikia zamani walikuwa wanachuna ngozi. Ndio. Watu wa kwanza kuchuna ngozi ilikuwa imetokea kule. Kwa hiyo tukaenda kule. Tulipohubiri kulikuwa na uchawi na upinzani mkubwa sana. Ndio. Ndio wakati mimi naanza kupata ufunuo gani tutumie. Ndio Mungu akanipa jina Yesu ni Bulldozer. Ndio. Yaani kwa naanza katapila inavyosambaratisha Bulldozer inavyosambaratisha milima. Ndio nikapata ufunuo hapo kuambia watu Yesu ni zaidi ya Bulldozer. Nikaanza kuhubiri ujumbe huo. Alafu nikitamka hiyo, nguvu za Mungu zikaanza kushuka kufungua watu. Watu waliponywa, waliokuwa na maoperation ya uvimbe yale. Unaweza kusema kwamba labda hapo ndipo ulipoanza kuona kama umepata sasa nguvu hii ambayo unaendelea nayo? Hapo ilikuwa ni sehemu ya mchakato. Ndiyo. Lakini nilikuwa nimeshaanza huduma, miujiza tayari inaonekana. Mungu anatenda miujiza. Lakini semina yangu wa kwanza ambayo nilianza kufundisha semina ni Ifakara. Ndio. Ifakara. Kipindi hicho nimeacha biashara, nilikuja hapa Mbeya nikaenda Ifakara. Ndio. Kwenda Ifakara ulikwenda tu kwa sababu ulikuwa umeitwa au ulitaka tu kwenda Ifakara? Au kulikuwa na jambo lingine nimeenda kufanya? Ndio. Nikafika pale, rafiki yangu mmoja alikuwa ameandika barua wanipokee pale kwenye kanisa. Ndio. Nikaenda pale. Mchungaji akatangaza semina. Mimi sikujua kama atatangaza semina. Ndio. Tangaza semina kwenye kanisa ya wiki hiyo. Ndio. Semina ile niliendesha, Mungu alifanya miujiza sana. Ndio kuanzia pale sikurudi nyuma tena, nikaendelea kufanya mikutano na huduma. Semina. Ndio. Kwa hiyo ndio tukaenda mpaka Mbozi huko. Ndio ikatokea jina Bulldozer. Nilikuwa na majina mawili. Bulldozer, Somba. Bulldozer na Somba, karibu mambo ni hayo. Ndio. Ile kwa maana kwamba ulikuwa unasomba watu kutoka kwa adui wanakuja kwa Mungu. Ndio sasa. Lakini vile vile Yesu anasomba magonjwa yote. Sasa nilikuwa natumia hizo kama moja ya funuo. Ndio. Sasa nilipokuwa Mbozi kule miujiza iliyotokea mikubwa, ndio watu wakaanza kuniita Bulldozer. Ndio hiyo ikaenea katika huduma. Katika kundi lile ambalo la wenzako nilikuwa nao pale, hasa mkiwa na Askofu Dunstan,
ni wewe tu uliyobaki katika hali hii ya kuwa na mvuto na wa kile ambacho unakifanya cha kuweza neno lako likakubalika na kusaidia kuondoa maradhi na magonjwa mengine? Amen. Au kuna wengine waliokuepo? Na labda pia nikiendelea, unadhani kwa nini yule alikuwa akiwafundisha hakuweza kufikia level ambayo sasa wewe umeifikia sasa hivi? Sio kama hajaifikia. Ndio. Yule amefanya kazi kubwa sana. Ndio. Ameifikia kwa sehemu kubwa sana. Ndio. Na mpaka sasa hivi ndio kuna mambo mengi anatufundisha. Ukimtaja Danstan Maboya Bishop, katika watu waliobeba vijana wengi mwaka miaka hiyo, waliofuatwa na vijana wengi hata wavio vikuu wapi, ni huyo. Sema zamani kulikuwa hakuna hivi vitu media, kulikuwa kuna vyombo tu, lakini miujiza iliyotendeka katika maisha yake ni mikubwa sana. Mpaka sasa hivi ukimwona ni mzee, ni umri mkubwa, lakini ukimwona ni kama hajazeka. Ni kweli. Baada anaendelea kuchapa injili. Lakini pia ukweli Mungu anamtumia sana. Ni kwa sababu zamani kulikuwa hakuna kutangaza, kutoa shuhuda. Na mimi Mungu alichonisukuma kwake ni baada ya kusikia kanda yake nikiwa Zambia. Nikiwa hapa nipewa kanda yake na mtu. Niliposikia nikasikia ndani yangu, huyu nikimpata atanisaidia. Ndio. Kwa kile kitu nasikia ndani yangu ni kufanya, natamani kufanya miujiza. Natamani kuponya watu. Natamani kufungua watu wamjue Mungu. Lakini vitu vyote vinahitaji elimu. Ndio. Sababu huwezi kufanya miujiza tu ikatokea. Yaani kitokea tu umelala umeamka unafanya miujiza. Ndio. Kunakuwa hakuna tofauti na uganga. Sawa. Uganga ni mtu anapata mapepo lakini mambo ya Mungu yana elimu yake. Ndio. Kwa hiyo yeye amefanya mambo makubwa na bado yupo anafanya, lakini kwa vijana wengi unaoona duniani Tanzania wameinuka, wale ambao unasikia mitume wengi unakuta ni uzao wake. Ndio. Mimi nilipata bahati ya kukaa mpaka nyumbani kwake. Nilikaa nyumbani kwake aliponihamishia Arusha. Ndio. Nilikaa nyumbani kwake kabisa. Naishi kwake, ananituma kufanya huduma, nafanya kazi, niko nyumbani kwake. Ndio. Na hajui baba yangu, hajui mama yangu. Lakini amenipokea. Ndio. Ananilea. Kwa wale wenzako wengine mliokuwa naye pamoja pale, ikiwa na kundi hili ambalo mpaka mlipata asubuhi ya kuingizwa kwenye yes. Nani polisi pale, ndio. Ile kundi, kwanza nikianza ile kundi, mmoja ambaye amekuwa rafiki yangu wa kudumu mpaka miaka mingi, na alikuwa na huduma na anatumika tu na unabii, na alikuwa na kanisa, ndio huyo aliyefariki juzi. Ndio. Huyo rafiki ulifikiri fika kwenye kwenye msiba wa Prophet Jonathan. Ndio. Yule ndio alikuwa kipindi hicho, tena yeye wakati huo tunasota tunatembea kwa miguu. Yeye bahati nzuri Mungu alimpa kipawa cha alikuwa ni mtu wa Tanga huko Msambaa. Ndio. Kwa hiyo alikuwa ameshaanza kujifunza kushona suti. Kwa hiyo alikuwa anatoroka kwenye darasa kile ambacho tunajifunza. Tunakochongwa na Mungu, yeye wakati mwingine anatoroka, anaenda anatafuta anashona hata suti moja anarudi. Na nakumbuka aliwahi kunipatia shilingi 100 mpaka leo naikumbuka. Shilingi 100 hii akanipa. Alipoona mimi akaona rafiki yangu niko sina kitu, akanipatia shilingi 100. Yule ni mmoja wa watu ambao tulifungwa pamoja kwenda kule Central Police. Na mwingine ni shemeji yangu ambaye ndio yuko hapa Mbeya, lakini yeye amemwoa dadangu. Kipindi hicho alikuwa bado hajaoana dadangu. Lakini mwingine wengine sijajua wako wapi mpaka sasa. Wengine tumekuwa tukikutana, lakini mtu ambaye tumekuwa karibu na nilijua tumekuwa naye mpaka mwisho wake ni huyo rafiki yangu aliyefariki. Lakini pia wale ambao walikuwa na Bishop Maboya amelea wale ambao tulikuwa nao pale, lakini kuna wengine amewalea anawalea kwa huduma akiwa nje ya mikoa. Mmoja wapo ni yule ambao sasa tulienda naye kufanya huduma huku kwa Mbozi. Ndio. Yeye anaitwa Prophet and Pastor Peace, ambaye yuko Makambako. Hata saizi nilikuwa tunashuka na gari, nimebidi nimpitie pale nimuone. Naitwa Peace Kameta. Sasa. Naye ni wa huko Mbeya, lakini yeye ana kanisa pale Makambako. Anaendelea kufanya huduma. Sasa. Mwingine niko naye pale Dar es Salaam. Wale ambao tumezunguka nao zamani. Ndio. Ambao wengine tumekaa nao. Ndio. Na kama wawili niko nao Dar es Salaam.
tumekaa nao hata chini ya bishop pale Arusha baada ya kutoka Dar es Salaam. Ndio. Sasa Prophet, ni lini labda ulianza na mwenyewe kuhisi kwamba sasa labda ile ndoto yako ya kutaka kuona miujiza hii na neno lako kukubalika ilianza kuona imeanza kukujia? Kulitokea miujiza fulani au kulifanyika kitu gani ambacho na wewe ukaanza kuhisi na uliogopa au ulianza kujiona vipi? Amen. Kama nilivyosema, huduma ni kama kitabu. Kinafunguka ukurasa wa kwanza. Yeah. Ukimaliza ukurasa wa kwanza kusoma, Yeah, unakuja kitokea ukurasa wa pili. Ndio. Kwa wakati mwingine unaweza kujua kilicho ukurasa japokuwa unaamini. Ndio. Kwa hiyo huduma pia ni kama mtoto unakuwa. Ndio. Unakuwa kabisa kwamba sasa naenda level hii, naenda level hii. Unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na imani na maono. Unaenda wapi? Ndio. Na hasa kumsikia Mungu anataka kuenda wapi. Kwa hiyo huwezi kusema tukimekuja tu ghafla hivi. Kuna nguvu inakuja, inaweza kaja juu yako. Ndio. Lakini pia usipojua kuitumia haitafanya kazi. Na inakujaje? Kuna wakati Mungu anakushukia na nguvu. Hiyo imetokea mara nyingi, nguvu ya Mungu inakushukia. Lakini kuna wakati Mungu anasema na wewe. Ndio. Anakuonyesha nini kitatokea. Ndio. Lakini kuna wakati Mungu anampa neema kama watumishi wa Mungu walio juu yako, watumishi waliopewa kipawa kukuwekea mikono. Ndio. Mimi vyote hivyo nimepitia. Ndio. Wakati Mungu nguvu yake inashuka juu yangu, Ndio. na unasikia kabisa hii ni nguvu ya Mungu imeshuka. Ndio. Na ikishuka nguvu ya Mungu huwezi kustahimili hata kukaa kwenye kiti. Utatamani ujifiche wakati mwingine hata chini ya uvungu wa kiti chako. Kwa sababu ni utukufu. Yes. Inakuwaje? Unajisikiaje? Huwezi kuielezea unasikiaje. Ndio. Sijui nitumie lugha ipi hapo. Yeah. Lakini kuna raha. Ndio. Kuna raha ya kimbinguni niite. Ndio. Ambao nguvu ya Mungu ikishuka juu yako. Ndio. Unajisikia huwezi kukaa hata hapa. Kama ikishuka hakika. Ndio. Utanena kwa lugha. Kuna lugha mpya tu inakuja ya Mungu. Ndio. Lakini nguvu ya nitumie kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 25 inasema hivi. Yesu aliwaambia msiondoke. Maana wakati anaondoka alimuuliza sura ya kwanza pale. Unapoondoka unatuacha vipi? Ndio. Na ufalme unaachia kina nani? Wayahudi. Ndio. Akasema sio kazi yenu kujua saa na wakati ambao Baba ameweka. Yeah. Lakini nyinyi msiondoke hapa mjini. Ndio. Subirini hapa mjini mpaka kwanza kwanza mtavikwa nguvu. Nanyi mtapokea nguvu. Ndio. Akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Ndio. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Yaani baada ya hiyo nguvu mtakuwa mashahidi. Neno mashahidi sio kuzungumza tu, ni pamoja na miujiza. Kwamba watu wakiona wanasema ni Mungu ametenda. Ndio. Mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Jerusalem, Judea mpaka mwisho wa nchi. Ndio. Lakini msiondoke hapa. Maana alikuwa anambia msiondoke hapa bila hiyo nguvu. Na ilipowashukia ukisoma ile mstari 25 sura ya 2 inasema walikuwa kwenye chumba gorofani. Wanafunzi wa Yesu na watu kama 120 walikuwa wakiomba. Ghafla kukatokea upepo mkali unavuma. Na ule upepo ulipovuma, Biblia inasema kwamba zikawakalia juu yao kila mmoja kama ndimi za moto. Yaani kama cheche za moto. Sasa nitumie lugha hiyo unaweza kaelewa hiyo nguvu inakuaje. Kama cheche za moto, kama vile unaona tukichukua mtu yote hapa tukaweka kara moto kichwani. Nini kitatokea? Utakaa vile? Hauwezi kukaa. Hauwezi kukaa. Sasa kuna kara moto linalounguza utaanza kulia kwamba naungua. Ndio. Lakini ukikala moto unalisikia. Ndio. Lakini halikuunguza kwa muunguzo wa kuunguza. Ndio. Linaunguza lakini sio muunguzo wa kuumiza. Na ndivyo ilivyo nguvu ya Mungu ishuka juu yako. Ndio. Ni moto lakini sio moto unaounguza. Ni moto ambao ni kama unakutengeneza, ni kama kuna vitu unaondoa ndani yako. Ndio. Unaleta vitu vipya. Ndio. Sasa ile nguvu mimi imenitokea karibu mara ngapi? Imenitokea zaidi ya mara 2. Mara nyingine ilikuwa tunaomba. Mara 4. Mara kwanza imenitokea nikiwa Zambia.
Wakati nimeokoka ndio nasikia kuitwa na Mungu. Kulikuwa na kongamano Zambia na watumishi wa Mungu wengi. Na mimi nilikuwa pale, tumehudhuria siku ya kwanza, ya pili, ndipo nilipojazwa Roho Mtakatifu. Ile nguvu ya Mungu kukaa juu yangu. Ile nguvu ikikukalia utajisikia dunia ni kama hutaki kusikiliza watu, nataka Mungu. Ni kama hutaki chochote kinachoendelea duniani, nataka Mungu anataka nini ufanye. Ndipo ilianzia pale. Ile nguvu iliposhuka ndipo nilipoanza kunena kwa lugha. Ndipo nilipoanza kusikia nguvu ya maombi. Unapozungumza kunena kwa lugha kwa maana ipi na lugha zipi hizi ambazo unaweza kuzizungumza? Hii ni somo kubwa kwenye Biblia. Sawa. Katika kitabu cha Marko inasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ndio. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Marko 16. Sasa 16 pale. Tuendelee. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu ndio watanena kwa lugha mpya. Watanena kwa lugha mpya. Lugha mpya duniani hapa kuna lugha. Kuna lugha ambazo kwa mfano kwa hiyo ikija lugha labda ya Kichina ni mpya. Ndio. Lakini pia kuna lugha za malaika. Malaika sio hapo? Ndio. Wana lugha zao. Mapepo wana lugha zao. Hata wachawi wana lugha zao. Ndio. Kuna lugha za mbinguni na kuna lugha za duniani. Ndio. Ukisoma katika Biblia inasema anenaye kwa lugha husema na Mungu. Hasemi na wanadamu. Kwa hiyo lugha za mbinguni ni lugha ambazo ndio hiyo nguvu ikikukalia unajikuta ulimi wako, mdomo wako hauneni tena lugha nyingine. Unanena kwa lugha ambayo ni kama moto. Wewe unasikia, wengine wanasikia huo moto, lakini wewe unaisikia. Kwa hiyo lugha mpya ni tafsiri kwa wanafunzi ilipoakalia ile nguvu. Wengine wananena kwa lugha za duniani kabisa, lakini sio lugha zao. Lazima watu walioko kwa nje wakasikia, wakasema mbona ni Wayahudi? Lakini mbona lugha wanazoongea Kiarabu tunakisikia, Kichina tunakisikia. Nini kimetokea? Wakati wanajiuliza watu, kulikuwa na maelfu ya watu. Biblia inasema kwamba Petro akatoka, akamwambia ndugu zangu, hatujalewa kwa. Walifikia wamelewa. Kwa sababu watu wamelewa, lakini kwa sababu watakuja wamelewa na wanaongea lugha za Kiarabu, lugha za nini? Lugha za waliongea lugha nyingi. Sasa watu waliokuwa nje siku hiyo kulikuwa na watu wa lugha tofauti, wote wakasikia lugha zao. Ndio. Lakini kila mmoja aliyesikia lugha yake alisikia maneno ni ya kumtukuza Mungu. Ndio. Wakati wanashangaa, Biblia inasema Petro akatoka, akamwambia ndugu zangu, hatujalewa kwa mvinyo. Hii ni ahadi iliyonenwa katika kitabu cha Yoeli kwamba itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, wa binti zangu watatabiri, na akazungumzia mambo ya kunena kwa lugha mpya kwamba itabiriwa na manabii. Ndio. Alipomaliza kusema hivyo, watu wengi wakamwamini Mungu akaokoka. Kwa ni tafsiri hivyo lugha mpya na nguvu ile unaoisema. Ndio. Mahali ambako saa nyingine unajiuliza hili wimbi sasa la watu wa aina hii ya kwamba sasa ni manabii, ni mitume, ghafla wamekuwa ni wengi sana. Kwa hiyo sasa wanaopata hiyo kumetokea nini? Manake nakumbuka mimi kwa umri wangu labda zamani sana, mtu wa kwanza kama sikosei ambaye tulianza kupata habari zake namna hii alikuwa ni Edmund John hapa Tanzania. Unaona, baadaye akaja mwingine nafikiri kwa kasisi Salu wa Roman Catholic, hata baadaye kanisa likawa limemtenga, vitu kama hivi. Lakini sasa hii imetokea kiasi ambacho kimetia wasiwasi kwamba kuna ujanja au vipi? Labda leo tufafanulie, kwa sababu ni kitu ambacho kinatia wasiwasi sana. Na sasa imefika mpaka kwa vijana wengi tu sasa wameanza kuwa na hali hiyo. Niseme hivi. Ndio. Huwa kuna somo wanafundisha kwa watu wanaotaka kuanza kumtumikia Mungu. Ndio. Linaitwa nguzo 4. Ndio. Nguzo ya kwanza inaitwa nia njema. Ndio. Kitu kikubwa lazima huyu anakuja nia yake ni nini? Ndio. Kwa sababu katika wito wa Mungu unaweza ukaingia kwa nia ya kumtumikia Mungu. Ndio. Unaweza ukaingia kwa nia ya fedha. Ndio. Wewe nia yako ni nini? Ndio. Kama nia yako ni mbaya, hautafika mbali. Ndio. Wewe unajua kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Ndio. Na katika wanafunzi 12 walikuwa Petro, lakini Yuda alikuwepo. Ndio. Wote walikuwa na nia ya walimfuata Yesu, lakini Yuda nia yake ilikuwa ni pesa. Ni pesa. Na cha kushangaza, Biblia inamuita Yuda alikuwa mwizi. Alafu Yesu
alipokuwa anachagua mtunza hazina wa hela alimpa Yuda. Yaani anaitwa mwizi kiBiblia, lakini mtunza hazina wa fedha sadaka alimpa Yuda. Kwa lugha nyingine, Yesu akitaka kumpa mtu kutunza hela zake anampa mwizi. Kwa nini? Kwa nini anampa mwizi? Kwa nini alimpa Yuda? Kwa nini akumpa Petro? Kwa sababu nia ya Yuda haikuwa ni Yesu, ilikuwa ni pesa. Yesu akampa kushika pesa. Yuda akafika sema anataka kumuuza nani? Kumsaliti Yesu kwa pesa. Lakini kilichomtokea Petro, wakati wakina Petro, Yohana, wakina nani wanapewa vyeti vya utume, yeye anajinyonga kwenye mti. Kwa lugha nyingine, ukiwa mambo ya Mungu wala uhitaji wewe kuhangaika. Wewe Yesu mwenyewe amekaa na Yuda wala hajai kumhukumu kwamba huyu sijui labda sio sahihi, labda kwa sababu hutayaweza. Mtu anaitwa mtumishi wa nani? Ndiye wa Mungu. Acha Mungu wake. Amen. Kwa hiyo unasema karibu wote ambao sasa mmekuwepo na wengine tunawaona wanafanikiwa ni kwamba wamekubalika katika hali hii, au kuna wengine ambao wamekwenda kwa nia nyingine ya fedha na mambo mengine. Mfano wa wanafunzi wa Yesu. Kwa kama kwa Yesu kwenyewe kulikuwa na wanafunzi 12. Wanafunzi 12 tu. Lakini bado Yuda alikuwepo. Kwa nini katika watu wengi wanaokuja leo kusiwepo na mtu ambaye wanaweza kawa sio sahihi? Kwa hiyo sisi hatusio watu wa kujaji. Anayewajua ni Yesu. Nia ya mtu ndio itakayomfikisha anakokwenda. Kama ni yako ni njema utafika mbali tu. Kama ni yako sio njema utaishia njiani. Ndio maana hata siku moja unakumbuka wakati watu wanaona Yesu anafuatwa na wafuasi wengi. Wanatoka kwenye dini za watu wanaenda kwa Yesu. Watu wakakaa kikao kwamba huyu anatumalizia watu. Wanadini wakakaa na viongozi wa dini wengi na serikali nayo ikaungana nao. Mtu mmoja akasema bana, huyu tunafuata watu, akamwambia Kayafa, akamwambia wazee wa dini, tunahitaji msaada wenu. Wazee wa dini wakati wanapanga tumuue huyu. Akatokea mzee mwenye hekima anaitwa Gamaliel. Kama sikosei. Akasema hivi. Yule mzee akasema, huyu Yesu tunayepambana naye hatujui ametoka kwa Mungu. Hajatoka kwa Mungu. Lakini ngoja niwape hekima, tusije tukakuta tunapigana na nani? Tukajikuta tunapigana na Mungu. Tukijua tunapambana, tunafanya kazi ya Mungu. Akaambia kulitokea kina Yuda, kulikuwa na kina Yuda zamani. Yuda wa wapi? Alisema naye ana vipawa na nini. Watu wengi walimfuata lakini aliishia njiani. Kukatokea na mtu akalipa mfano. Anasema na huyu tusipambane naye. Kama ni kazi ya Mungu itaendelea. Lakini kama sio ya Mungu itakufa. Lakini tunaona karibu wote wanafaulu vizuri na hasa mahali pako pana wasiwasi ni kwamba katika hivi vitabu vya Biblia ilitabiriwa kwamba siku za mwisho zitakapokuwa zinakaribia watakuja manabii wengi, na inasema wazi tu watakuwa manabii wa uongo. Unaona? Najua. Sasa hii inatia wasiwasi kwamba ni kweli sasa wamekuwa wengi na tunaona wanafaulu, wanafanikiwa na watu bado wanavutiwa nao. Sasa katika mwelekeo huu, katika dhana hii wewe unaiangalia namna gani na unaweza kuizungumza vipi? Amesema Yesu hakuishia tu hapo. Akasema kutatokea manabii wengi wa uongo. Hajasema kutakuwa na manabii wa kweli. Sasa watatokea wengi wa uongo. Watawadanganya watu wakiwaambia Kristo yuko huku. Kristo yuko huku. Mtu wa Mungu utamjua tu. Mafundisho yake ni neno la Mungu. Haliwezi kupingana na neno la Mungu. Neno Kristo yuko huku maana yake unaona kama Kenya kuna watu walitokea. Sasa mimi ndio Mungu mwenyewe. Wanatokea watu. Hata Tanzania hapa kuna mambo mengi yametokea. Tanzania hapa unajua kuna watu wengi wanasema mwisho wa dunia ni siku fulani. Wanaenda mlimani kusubiri Yesu. Kwamba Yesu atatokea. Simuisikia? Watu wanauza vitu. Wanaenda mlimani. Tumewahi kusikia kipindi fulani mpaka mheshimiwa kipindi cha Mzee Kikwete. Walienda airport. Watu tunaenda nje, hawana passport, hawana nini. Sasa ile huwezi kuikwepa. Kuna watu kwa ujinga inatokea hivyo, na kuna mtu ambaye ni kama Yuda ambaye nia yake ndio ilivyo. Sasa
Watu wa kundi hili kubwa wanapoona limeenda mpaka airport. Ndiyo. Kuna mtu nyuma yao aliyewaelekeza. Na amewapa unabii. Ndiyo. Lakini mara nyingi sisi tunafundisha kwamba unabii wowote hauwezi kukamilika mpaka upime kwenye neno. Ndiyo. Kwa mfano, Yesu Kristo asingekuwa na neno la Mungu, Yesu angepotea pale mlimani. Ndiyo. Amefunga siku 40 afa anakuja shetani. Ndiyo. Na hakumwambia nenda akafanye uovu. Ndiyo. Alimwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, Ndiyo, geuza jiwe liwe mkate. Ndiyo. Yesu alitomjibu, alichukua lile neno, lile neno anapewa na shetani, akalifananisha kwenye maandiko haliko. Ndiyo. Akamwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye neno la Mungu. Ndiyo. Akamchukua akamweka juu ya mnara mkubwa. Ndiyo. Kwanza akamwonyesha dunia yote na mali zote. Ndiyo. Akamwambia nitakupa hivi ukinisujudia sasa hivi. Ndiyo. Kwa maana vyote hivi viko mikononi mwangu. Ndiyo. Yesu akamwambia, Ndiyo, imeandikwa, Ndiyo, mwabudu Mungu. Yote Yesu ni maandiko, imeandikwa. Ndiyo. Maana yake issue ni imeandikwa. Ndiyo. Sio nimeona. Ndiyo. Sio nimefunuliwa. Ndiyo. Kwa hiyo hata mtu akija kusema ni Bwana ameniambia hivi, Ndiyo, lazima umpime kwenye Ndiyo, kwenye neno. Ndiyo. Akasema imeandikwa. Msujudie Bwana Mungu wako peke yake. Ndiyo. Mwisho akaona Yesu anatumia imeandikwa, imeandikwa. Ndiyo. Naye akaleta imeandikwa. Akamwambia, akampeleka juu ya mnara akamwambia jirushe. Kwa maana imeandikwa. Ndiyo. Hata kuagizia malaika zake Ndiyo. wakudake. Yesu akubisha kwamba imeandikwa. Ndiyo. Ukisoma ile alijibu tofauti na zile zingine. Ile alijibu hivi. Hakusema haijaandikwa. Aliongezea tu mstari. Akasema tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Ndiyo. Sasa hiyo yote ni kuonyesha nabii wa uongo tamjuaje? Ni misingi ya neno anayo. Anafundisha nini? Na anachoongea kiko kwenye maandiko. Cha kwanza hicho. Ndio maana akasema watakapokuja wengi mtawatambua kwa matunda yao, njia zao, maisha yao, mafundisho yao. Kwa mtu yeyote kia kwanza anapima kwenye neno. Kwamba huyu, Ndiyo, yani huwezi kwenda tu, usiende tu kichwa kichwa. Ndiyo. Pima mtu anafundisha nini. Ndiyo. Lakini mtume wote mafundi sana kuzungumza. Kuzungumza hata shetani. Watu ambao wanaichambua Biblia kweli kweli. Sasa tukibaki pale kwa Yesu.